Bwana sifiwe. Urithi mwema unaopendeza ni kwa namna gani atakupea. Haleluya. Mtaniita Baba wangu, yes, wala hamtageuka na kuacha. Mtaniita Baba yangu, haleluya, wala hamtageuka na kuacha kunifuata. Ni kwa namna gani tunapokea huu urithi kutoka kwa Mungu? Mungu anawaza moyoni mwake, ili upokee urithi wako ni lazima uwe sehemu ya familia yake. Anasema nikawaza mtaniita Baba yangu. Manake anatengeneza ushirika hapa wa baba na watoto, ushirika ambao utakuwezesha kupokea urithi wako. Na mwisho anaendelea ya kwamba wala hamtageuka na kuniacha. Haleluya. Hatua ya kwanza ili tupokee milki na urithi wetu, ni lazima kufanyika watoto wa Mungu. Ni lazima kuingia kwenye familia, ya kwamba baraka za Mungu, urithi wa Mungu sio kwa ajili ya kila mtu. Haleluya. Ni kwa ajili ya familia, ni kwa ajili ya watoto, ni kwa ajili ya wana. Kwa hiyo hatua ya kwanza ili tuweze kupokea kutoka kwa Bwana, ni lazima Mungu afanyike baba kwetu, nasi tufanyike watoto, tusije tukageuka na kumwacha. Haleluya. Amesema maneno hayo kwenye Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Urithi ni kuongezeka, ni kufanikiwa, ni kuwa na afya njema, ni kuzifurahia baraka za Bwana, ni kuzifurahia ahadi za Mungu. Huu ndio urithi wetu. Bwana asifiwe. Tunaupokeaje? Lazima tufanyike watoto. Anasema na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tunapookoka, ndani yetu unaachiliwa uwezo wa kutufanya kuwa watoto. Anasema mtaniita Baba yangu, wala hamtageuka na kuniacha. Petro kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. Kama tunaweza kusoma kwa haraka. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. Neno la Mungu linasema, ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tuwe na tumaini lenye uzima kufufuka kwake Yesu katika wafu, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ili tupate huu urithi, ili tulipokee tumaini lililobeba uzima, ni lazima tuzaliwe mara ya pili. Ndipo Kristo akamwambia Nikodemo, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ili tuwe warithi, hatua ya kwanza, Bwana asifiwe, ni lazima kuzaliwa mara ya pili, tufanyike watoto, yeye awe baba, tuwe sehemu ya familia ya Mungu. Bwana asifiwe. Hatua ya pili, haleluya, ili kurithi ahadi, ili kurithi urithi wa Bwana, ili kupokea baraka ambazo Mungu amewaandalia
Haleluya! Unapookoka unafanyika mtoto, unafanyika mtoto, unafanyika mtoto. Haleluya! Unafanyika mtoto. Kuna uwezo wa Mungu unaachiliwa ndani yako, unaokutoa kuwa mtu wa kawaida, unaokutoa kwenye familia ya asili yako na unakuingiza kwenye familia ya Mungu. Lakini baada ya kuwa mtoto, Bwana asifiwe, kuna hatua inayofuata itakayokufanya kuwa mwana. Bwana asifiwe. Haleluya! Unapookoka unazaliwa kama mtoto, lakini ndani yako kuna uwezo wa kukua na kuongezeka. Haleluya! Kama ambavyo mtoto mdogo anazaliwa, ndani yake automatically, Bwana sifiwe, kuna uwezo ulioachiliwa, na huu uwezo bila mtu yeyote kujua unamwezesha mtoto huyu kuendelea kukua. Atatoka viwango vya uchanga, ataanza kutembea, ataanza kutambaa, atasimama, atatembea, mwisho atakimbia, ataenda shule, ataanza kujitegemea, anaendelea kukua. Uwezo huu uliachiliwa ndani yake tangu mimba yake ilipotundishwa. Hayatahitajika maombi ili akue. Bwana sifiwe. Tayari ndani yake, kwa kula chakula kinachotakiwa, kupata matunzo yanayohitajika, Bwana sifiwe, mtoto huyu atakuwa na kuongezeka. Kadhalika tunapookoka, haleluya, tunapozaliwa mara ya pili, tumefanyika watoto, na ndani yetu unakuwa umeachiliwa uwezo wa kimungu wa kutuwezesha kukua na kuongezeka. Tutoke kuwa watoto wadogo, halafu tuwe watu tuliokomaa kiroho. Na hatua hii ya pili ndio itakayokuingiza kwenye kupokea milki yako. Bwana sifiwe. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6, angalia mfano huu. Bwana sifiwe. Iko mbegu inayoachiliwa ndani yako unapookoka, mbegu ya kukufanya utoke kuwa mtoto na ufanyike mwana. Mwana ni mtu aliyekomaa. Bwana sifiwe. Mwana ni mtu anayeweza kujitegemea. Haleluya. Isaya 9 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Haleluya. Anazungumzwa Kristo, alizaliwa kama mtoto. Bwana sifiwe. Mtoto wa kawaida, akiwa amelala kwenye holi ya ng'ombe, akiwa amevikwa nguo za kitoto. Lakini ndani ya mtoto huyu, Bwana sifiwe, ndani ya mtoto huyu mchanga aliyekuwa amelala tena kwenye holi ya ng'ombe, kulikuwa na mbegu. Bwana sifiwe. Ukiendelea maneno yanayofuata, tumepewa mtoto mwanaume, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme itakuwa begani kwake. Alizaliwa kama mtoto, lakini ndani yake, Bwana sifiwe, kulikuwa na uweza wa kifalme kumtoa katika utoto na kuwa mtawala. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho katika kiti cha Daudi. Bwana sifiwe. Namna hiyo ya kwamba alizaliwa kama mtoto mwanaume, akiwa amelazwa kwenye
wa mwanadamu. Kadhalika unapookoka, unaokoka na unafanyika mtoto, lakini ndani yako iko mbegu. Bwana asifiwe. Ndani yako uko uweza wa kukufanya ukue na kuongezeka na kuimarika, utoke kuwa mtoto mchanga ufanyike mwana, na mwana ndiye anayeweza kurithi ahadi za Mungu. Kwa nini wengi hatujarithi? Kwa nini wengi hatujapokea? Tumebaki kwenye hatua ya kwanza ya utoto. Na amesema kwenye Wagalatia 4, Wagalatia 4 Galatia sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Galatia 4 mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu, anasema lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida ya kwanza ya dunia, hata ulipowadia utimilifu wa wakati. Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Amen. Bwana asifiwe. Ni kwa namna gani utarithi ahadi za Mungu?